Karibu sana ndugu yangu. Asante. Eti hii inafanya kazi? Ndio. Kwanza ni msalimu His Excellency President of Kenya Dr. William Ruto. Karibu kusikiliza neno la Bwana. Na wengine His Excellency Muhammad Ali na honorable members toka cabinet ya secretaries, mwananchi wa Marsabit, mabibi na mabwana, karibuni sana kusikiliza neno la Bwana. Kanisa la AICT hapa kaskazini mwa Kenya, karibu kusikiliza neno la Bwana. Asante. Neno la Mungu limesha somwa Zaburi 119 na nilitaka kurudia mstari wa 90 kwa lugha ya Kiingereza. Your faithfulness extends to every generation, as enduring as the earth you created. Na ni kweli, kwa kuwa babu yangu alifika eneo hili kwa ajili ya kueneza Injili. Tunajua kwamba kabla hajafika misheni wetu walifanya kazi ya kupokea wamishonari ambao walikuwa na uwezo wa kueneza Injili kwa kuweka neno la Mungu kwanza, kwa kusaidia waraia au tuseme wale ambao waliamini Yesu kanisani waweze kueneza Injili na kumwamini Yesu, kumwamini kwamba Mungu ni kipaumbele wetu na kwamba tusiendelee kuwa na deni. Na alafu walipata viongozi kwa kutuongoza sisi wa mishonari. Kwa hivyo familia yetu walifika eneo hili. Tunaona hapa kwanza kama imeshasomwa kwa tayari, Loglogo mwaka 1964, Loglogo tena mwaka wa 1973. Halafu mjombo wangu Dilly Anderson na Ruth Anderson walikwenda Kalacha kwa miaka 30. Earl and Esther, babu yangu na nyanya yangu walifika huko Marsabit mwaka 1963 na baba yangu na mama yangu kule Kulal mwaka 1966. Kwa hivyo sasa mdogo wangu Eddie na Rachel walikwenda Kalasha 2008, alafu Dukana 2015, alafu binti wetu alifika huko Dukana mwaka 2024. Kwa hivyo jameni, sisi tuna jambo la kumshukuru Mungu kwamba ametembea pamoja nasi kwa miaka hizi 60, hata kabla sijazaliwa mimi. Na nilipokuwa huko Tanzania kuendelea na kazi ya mishonari kwa miaka 30, mambo yameendelea. Na nilitaka kusema kwamba si kwamba familia wetu wamefanya kazi ya kueneza Injili ili nyinyi wote hapa ukaamini. Ni kwamba tulishiriki Injili, alafu ninyi mliendelea kueneza Injili. Ndio maana tuko wote hapa ukumbi kubwa leo hii. Tuko pamoja. Si kwamba sisi tulifanya kazi zote, lakini tulishirikiana pamoja nanyi na Baba Mungu kuwa pamoja nasi, Yesu kutuongoza. Sasa nilitaka kusoma kitabu cha Luka. Kama una Biblia, ninaomba kwamba ukafungua kwa sura ya 14 mstari wa 26 na 27 ili tujue kwa nini tumefika hapa kueneza Injili. Luka 14 mstari wa 26 na 27. 26.
Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na mwanawe na nguvu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyechukua msalaba wake wa kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Bwana Yesu alisema hili, na sisi tumejaribu kufuata nyayo zake. Yeye alituagiza tufanye nini? Kuna agano kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wa 18 hadi 20. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkifanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Jameni, tumepewa kazi ya kufanya. Hii kazi haiwezi kufanyika kama nyinyi hamwezi kueneza Injili. Kama nyinyi hamwezi kutangaza hiyo agano kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Unaweza kutafakari, tunafanyaje na dhambi? Tunajua kwamba na sisi tuna uhakika ya kwamba Yesu Kristo ametusamehe kwa sababu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alafu alituagiza tuendelee kueneza Injili, kutangaza hii jambo kwamba Yesu alikufa na alifufuka tena, na alionekana mbele ya mashahidi zaidi ya 500 kwa mwezi moja, hata zaidi ya mwezi moja, kwa siku 40. Aliona mashahidi walimwona akiwa hai tena baada ya kufa. Tuko pamoja? Sasa jambo hili ni muhimu sana ili tukashuhudia watu. Ninyi ambao unajiita kuwa Wakristo, tumia ushuhuda wenu kwamba Yesu alifanya kazi ndani ya moyo wako na alikuweka katika familia yake. Wewe shuhudia. Uliza mtu, wewe umeshasikia ushuhuda wangu? Akisema hapana, wewe uko tayari kutoa ushuhuda ya kwamba Yesu alifanya kazi ndani ya maisha yako. Unaweza kumshirikisha Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunaweza kumshirikisha Warumi sura ya 6 mstari wa 23 kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na hii mauti si ya kimwili tu, ni ya kiroho. Hata kazi hii kwa ajili ya kutusaidia. Tukisema kwa imani tunasamehewa dhambi zetu na tunahesabiwa haki. Hakuna mtu anayeweza kwenda kwa Mungu bila kuhesabiwa haki. Hakuna dini pasipo ya Ukristo ambaye inaweza kuhakikisha kwa muumini kwamba amesamehewa dhambi zake. Kwa hivyo tufanye kazi ya kueneza Injili. Alafu jambo la mwisho, na ninataka kutafakari Timotheo, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2. Nasema hivi, na mambo yale uliyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Alafu hapa, jameni, unapoeneza Injili, saidia watu kukua kirohoni. Waache dhambi zao, watembee pamoja na Yesu. Yesu Kristo ameshaweka kielelezo kwa ajili yetu ili tukamfuata. Amejali watu, amejali yatima, amejali vipofu, amejali watu ambao hawawezi kutembea, ili wafikishwe Injili, wasaidiwe kwa mambo ambayo yanaweza kuwasaidia. Alafu nilitaka kusoma kitabu kingine hapa haraka kabla sijamaliza, kitabu cha Yakobo
sura ya kwanza. Hapo anasema kwa mstari wa 5 na hadi 8, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani pasipo na shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Kwa hivyo jameni, tunapofanya kazi ya kueneza Injili, ninapokukabidhi kueneza Injili, uombe msaada wa Mungu, uombe bila shaka kupewa hekima unapoendelea kufanya kazi. Ujue kwamba kwa mstari wa 17 tunapoendelea haraka, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Mungu hawezi kugeuka. Anapotoa ahadi, tunaweza kuamini ya kwamba ameshaahidi, na tunaweza kujua kwamba hii ni jambo la kweli, hapana jambo la uongo wala kusita au kugeuka. Alafu tuende kwa sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 7 hadi 10. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye akawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikieni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwa kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele ya Bwana, naye atafanya nini? Atafanya nini jameni? Atawakuza. Jidhilini mbele ya Bwana. Kwa hivyo uombe hekima, jidhilini mbele yake, amini kwamba amekusafisha na udhalimu wote. Na nyinyi wa Kristo, eneza Injili na kufanya ufuasi, kusaidia watu kukua kiroho. Hii ni ushuhuda ambao sisi tunakuacha, sisi wa misionari ambao umetufikia hapa. Sisi tumekufikia kwa ajili ya kueneza Injili, na tunakabidhi hii kazi ili ukaendelea kufanya kwa miaka 60 mbele. Endelea kufanya kueneza Injili, kusaidia watu kukua kirohoni. Uombe msaada wa Mungu, ili Roho Mtakatifu akusaidia. Uwe na hekima, uwe na